Katika historia ya dunia hii, kuna historia moja imewahi kutokea ambayo inasikitisha sana na inatisha sana. Historia ndani ya dunia hii katika mji mmoja ambao ulipewa jina la mji wa damu. Ndani ya mji huu kulikuwa kuna machukizo mengi kiasi kwamba machukizo hayo yalifanya mpaka Mungu aweze kutuma nabii ndani yake. Katika mji huu kulikuwa na umwagaji damu ambao umekengeuka kiasi kikubwa sana. Watu waliishi maisha ya mateso, maisha ya anasa, maisha ya uasherati. Waliokuwa maskini na wanyonge walinyang'anywa hata vitu walivyokuwa navyo. Katika nukuu ya kitabu kimojawapo katika kitabu kitakatifu cha Ezekieli, ukisoma ile Ezekieli 22 na ule mstari wa 3 inasema, neno la Bwana likanijia tena kusema, na wewe mwanadamu, je, utahukumu mji wa damu? Basi umjulishe machukizo yake yote. Nawe utasema, Bwana Mungu asema hivi, mji umwagao damu ndani yake ili wakati wake upate kuja, mji ufanyao vinyago juu ya nafsi yake ili ujitie unajisi. Ukiendelea kusoma katika habari za mji huu, tunaposema mji ina maana ni eneo la kijiografia lenye makazi na watu wanaoishi ndani yake. Neno mji pia usimama likiwakilisha taifa. Hivyo taifa hili linalozungumziwa mahali hapa lina sifa moja kubwa ndani yake ya umwagaji damu, yaani mauaji ndani yake, na maasi mengi kiasi kwamba Mungu alituma nabii awajulishe watu wa taifa hilo machukizo yake yote. Mungu akasisitiza akiwaambia na kumwambia nabii kuwa ni Bwana Mungu ndiye amemwagiza. Taifa hili lilikuwa na machukizo mengi sana ambayo Mungu aliyatazama kisha akachukizwa nayo sana. Ndani yake rushwa ilitawala, si kutawala tu, bali watu walitoa na kupokea rushwa ili kumwaga damu za watu. Watu walipokea riba na faida, watu walijipatia mapato kwa kuwadhulumu watu wengine. Hatari ni hii, watu hao walimsahau kabisa Mungu, wala hawakumhofia kabisa, wala kumwogopa Mungu. Wakamwaga damu za watu kiasi kwamba wao ndio waliowaumba wanadamu hao. Kwa rushwa lilikuwa ni jambo la kawaida sana kwao kumwaga damu, na lilikuwa ni jambo la kuburudisha kumwaga damu kwa ajili ya kujipatia vipato katika mji huo wa damu. Ukiendelea kusoma katika kitabu cha Ezekieli, unaweza kuelewa ya kwamba watu hao waliishi maisha hatari sana kuwepo katika dunia hii. Lakini ndani ya mji huo si kwamba taifa hili lilikosa viongozi muhimu wa kidini. La hasha, ndani yake walikuwemo manabii na makuhani na viongozi wengine wa kidini. Lakini hatari nyingine ni hii, ndani yake ilikuwa na viongozi ambao walikuwa na nyadhifa kubwa sana katika utawala. Lakini maisha yalikuwa ni hatari kwa sababu viongozi hao nao walishiriki katika umwagaji damu. Manabii kwa sababu ya maisha ya urafi, kwa sababu ya maisha ya kujipenda wao wenyewe, pamoja na makuhani, walitumia nafasi zao wakiwa kama simba ungurumaye akiwinda mawindo na kurarua mawindo aliyoyakamata. Lakini makuhani pia walivunja sheria ya Mungu. Viongozi hao wa dini hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi. Ngoja nikwambie habari hizi za hatari za manabii hawa na makuhani na wakuu wa nchi katika taifa hilo. Ukisoma katika Ezekieli 22 ule mstari wa 27 na ule mstari wa 29, neno la Mungu linasema, wakuu wake kati yake wamekuwa kama mbwa mwitu wakirarua mawindo ili kumwaga damu na kuharibu roho za watu wapate faida kwa njia isiyo halali. Na manabii wake wakawapakia chokaa isiyokorogwa vyema, wakiwa na maono ya udanganyifu na kuwatabiria maneno ya uongo, wakisema, Bwana Mungu asema hivi, iwapo Bwana hakusema neno kama hilo. Watu wa nchi wametumia na kutwaa na kuwadhulumu, wamewanyang'anya kwa nguvu, naam,
wamewatenda jeuri maskini na mahitaji na wahitaji, nao wameonea wageni bila haki. Ukisoma vizuri katika kitabu hicho cha Ezekiel 22:27 mpaka 29, jinsi ambavyo Mungu anajaribu kusema na wana wa taifa hilo, ndivyo inavyokuwa sasa hata kwa taifa letu la Tanzania. Ndani yake lina watu wa namna hiyo, watu wanaomwaga damu kwa ajili ya maslahi yao wenyewe. Wamewaacha wengine wakiwa yatima na wajane, wengine wamepoteza kaka, wengine wamepoteza dada zao, ili tu watu waweze kujipatia vipato kwa kuwaua watu wengine. Watu wengine wameingia na kutoa uhai wa watu wengine, kiasi kwamba wala hawahofu kabisa kwamba kuna Mungu anayetazama. Wanajilimbikizia mali kwa kudhulumu wengine walio maskini na wanyonge. Watu wasiokuwa na kitu wanajitwalia tena vitu walivyo navyo wao wenyewe. Wengine wameua kwa sababu ya kutetea maslahi ya vyeo vyao na nafasi walizonazo katika kazi na utumishi. Tena ndani ya nchi yetu inawezekana ikawa na viongozi wa dini, makuhani na manabii na wachungaji ambao wanawakorogea chokaa isiyokorogwa vyema. Viongozi hawa wakiwa na maono ya uongo na udanganyifu, wakiwatabiria watu maneno ya uongo, wakisema Mungu amewaambia, lakini kumbe Mungu wala hakusema nao katika maneno hayo. Lakini pia waishii hapo tu, nao wanatawabariki watu kwa baraka za mashetani. Nchi imejaa watu wanafiki, watu wakisifu kila kitu, wanasifu hata maasi na uovu, wakipiga makofi na kupamba kwa chokaa machukizo yanayoangamiza taifa na watu wengine. Kwa sababu ya wao na maslahi yao na familia zao, watu wameishi kwa unafiki, wakipongeza hata mambo ambayo ni ya uongo, wakisifu hata kwa sifa za kinafiki, wakijipigia makofi wao wenyewe kwa sababu wanashiba na kula, lakini kwa sababu tu wao na familia zao wanaishi poa. Wakati watu wengine kwa sababu ya unafiki wao wanapoteza baba zao, wanapoteza mama zao, wengine wanapoteza kaka zao, wengine wanapoteza hata ndugu zao, lakini mbaya zaidi, taifa linaangamia. Lakini ngoja nikwambie bro, Mungu anatazama, anaona haya yote. Usizani kuwa haoni. Na hiki kikombe ukitendacho kwa kupiga makofi na kunafikia taifa na kunafikia watu wengine, ukipiga makofi hata mauaji yanapokuwa yanaendelea, ujue Mungu analitazama jambo hili wala hata acha kuliangalia. Acha nikwambie bro, Mungu anaona, na maisha haya kuna siku atayalipa. Hata kama kwa kizazi chako ambacho unaona kinanufaika sasa, poa, unakula vizuri, ni fresh, unavaa vizuri, lakini kuna wakati ambapo Mungu hataacha kunyamaza. Badala yake atasimama sasa na kuweza kupigania taifa. Nakwambia atapigania wanyonge, nakwambia atawapigania watu ambao damu zao zimemwagika. Lakini Mungu anatazama, anasema, anatafuta miongoni mwa watu ambao watasimama kuweza kulisemea taifa. Katika kitabu cha Ezekiel 22 mstari wa 30, Mungu anasema, nikatafuta mtu miongoni mwao atakaosimama mbele zangu kupajenga mahali palipobomoka, lakini cha ajabu anasema hakuona mtu. Nikupendekezee siku hii ya leo kuwa wewe mtu wa Mungu ambaye utasimama kwa ajili ya taifa, utasimama kwa ajili ya familia, utasimama kwa ajili ya maslahi ya nchi, utazungumza iliyo haki ili taifa liweze kunusurika miongoni mwa watu ambao wamejaa ukatili na maasi. Na mimi nikwambie, nguvu ya Mungu itashinda, na itashinda kweli kweli. Kama unaua, ua. Kama unamwaga damu, mwaga. Lakini jua, yuko Mungu aliyowaumba hawa watu nao wachinja na kuwaua. Lakini yuko Mungu ambaye anatazama wewe kwa nafasi yako na cheo chako na sehemu uliyopo. Unashindikiza mauaji na kuua kwa maslahi yako mwenyewe binafsi.